Njoo sikilize swali la vijana wengi hapa. Kuna mtu ameniuliza kwenye comment hapa, akasema what a wonderful session. Ameanza kwa kusema hivyo, alafu akauliza swali lake. Swali langu ni hili: kama kijana uliyeokoka, huwezi kuoa, lazima upitie kwenye uchumba. Sasa unawezaje kuishi kwenye uchumba at the same time usimkosee Mungu? Nakumbuka Mungu amesema ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani tayari ushazini naye. Sasa unawezaje kumpenda mdada na mpo kwenye uchumba alafu usimtamani moyoni? Swali zuri naamini nikimwangalia huyu kijana anaonekana ni kijana ambaye ameokoka, kwa sababu ameji-identify kwenye group la watu waliokoka. Anasema kama kijana uliyeokoka. Kwa hiyo hata nitakapokuwa najibu swali hili nitaanzia na kundi la watu waliookoka. Kwa hiyo nitalijibu katika muktadha au katika upande wa watu waliookoka. Kwa hiyo kama hujaokoka nitakwambia nini cha kufanya mwishoni, lakini sasa hivi hapa nataka nilijibu kwa watu waliookoka. Sasa twende tukaliangalia andiko hili alilolikoti kwanza la Yesu la kusema kwamba amtazamaye mwanamke amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hiyo ni Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 27. Sasa kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 Yesu anasema mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa nataka kwanza, jambo la kwanza tupate msisitizo wa Yesu anachokiongea hapa. Yesu amenyofoa au ametoa moja ya sheria katika Torati ya Musa inayosema usizini. Kwa hiyo muktadha wa Yesu hapa anachokiongelea ni habari ya uzinzi au kuzini. Kwa kutamani huku ni kutamani kunakopelekea mtu kuzini. Sasa mtu aliyeokoka, umempenda mdada, wewe lengo lako ni kutaka kumuoa. Kwa hakutakiwi kuwa na tamaa inayokupelekea kwenye kuzini. Unaweza ukawa unajua kabisa kwamba huyu dada nitamuoa na tukiwa kwenye ndoa tutafanya tendo la ndoa, lakini huko sio kuzini. Lakini kama unavutwa unatamani kwamba nikana kwamba yani mngefanya hilo tendo kabla ya ndoa, kwa sababu ili iwe zinaa maana yake inatakiwa kuwa kabla ya ndoa. Ikifanyika baada ya ndoa, hilo ni tendo la ndoa, baada ya watu kuwa wamefunga ndoa. Kwa muktadha wa hapa Yesu anachokifundisha ni kuhusu zinaa au uzinifu. Kwa mtu ambaye ameokoka, anapokuwa amemchumbia binti anakuwa amempenda. Sikatai, najua kuna kitu tunajiuliza kichwani, lakini sasa pastor, hivi mtu paka nimempenda, kuna kitu nakuwa natarajia. Ni kweli unatarajia kwamba huyo mtu mtakuwa ni mtu ambaye mnafanya naye mapenzi, na kufanya mapenzi ndani ya context ya ndoa sio tatizo. Ndio maana baadaye utaenda kuangalia video nyingine ambayo nimefundisha kwa habari ya, kuna mtu aliniuliza akasema pastor, hivi kama Mungu alijua kwamba hamu ya mapenzi inatakiwa au tendo la ndoa linafanyika kwenye ndoa, kwa nini akatupa hamu za mapenzi kabla? Lakini ukienda ukiangalia video utaelewa nimeelezea vizuri huko kwa habari ya hizi hamu za mapenzi na vitu kama hivyo. Kwa mapenzi yakifanyika katika muktadha wa ndoa hayana shida kabisa, na maandiko yanafundisha. Ukienda kwenye Biblia utaona Paulo anawaambia wanandoa msinyimane. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Sasa kumbe ukiwa umemchumbia binti unayempenda, moyo wako wewe kijana uliokoka unatakiwa kuwa uko sawa, kwa maana ya kwamba unajua huyu ni dada ambaye kuna siku atakuwa mke wangu, tutafanya tendo la ndoa. Ila kama moyoni mwako kuna tamaa ambayo inakupelekea unatamani kuzini naye, na nimekwambia kuzini naye kwa maana hiyo hapo ni kwamba kufanya naye mapenzi kabla hujafunga naye ndoa, hiyo ndo zinaa ambayo itakuwa inaenda kwenye kile Yesu alichokisema. Ukimtamani kwa kutaka kuzini naye, unakuwa umekwisha kuzini naye moyoni mwako. Kwa hiyo wewe unajua kwamba nimemchumbia huyu binti, nataka kumuoa, tulizana, kuna wakati utamuoa, ukishamuoa mtakuwa mume na mke, then mtafanya tendo la ndoa. Na kimsingi swali hili pia nataka niliextend kidogo, nilitanua kidogo, kwa maana ya kwamba katika kipindi hicho cha uchumba ni kweli tamaa inaweza ikaibuka. Kwenye kitabu cha Yakobo nitakuja kukuonyesha siku nyingine, lakini kuna video pia nimewahi kufundisha kwa habari ya tamaa. Kwenye video moja inaelezea kuhusu
kwa nini mtu anaendelea kuanguka kwenye dhambi ile mara kwa mara na namna gani anaweza kushinda. Unaweza kwenda kuangalia hiyo video pia ukajifunza kuhusu tamaa. Tamaa inaweza pia kutokea katika kipindi cha uchumba. Kwa hiyo wachumba pia au watu walio katika uchumba wanatakiwa kuwa makini. Vijana mliookoka, mmechumbiana, mnatakiwa kuwa makini kwa sababu tamaa inaweza kuzaliwa. Lakini tamaa ikizaliwa, ukienda kwenye kitabu cha Yakobo anafundisha, anaonyesha kwamba tamaa ile ikiendelea uzaa dhambi. Kwa usiruhusu hiyo tamaa ikafikia hatua ya kuzaa dhambi ukaangukia kwenye zinaa. Ukiona hiyo hali inatokea ndani yako, yani badilika mara moja, tubu. Na kutubu manake ni kuto kuruhusu hayo mawazo ya kutaka kuzini na huyo mchumba wako yasiendelee, na usiyaruhusu, kwa sababu huyo ni mtu ambaye utamuoa au utaolewa naye na mtafanya tendo la ndoa mkiwa kwenye context ya ndoa. Kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 13 mstari wa 9 kuna jambo ambalo Paulo analiandika ambalo nataka pia litasaidia kukutanua ufahamu wako na uelewe maandiko yanafundisha nini. Warumi 13 sura ile ya sura ya 13 mstari wa 9, Paulo anaandika, anasema, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Kwa hiyo kwa picha pana zaidi ni hivi, mtu ambaye Paulo hapa alikuwa anafundisha kwa habari ya upendo. Yesu ukienda kwenye sura ile ya 5 tuliyoisoma alipotoa fundisho hilo la kwamba mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake, alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba, kwanza anasema mimi sikuja kuitangua torati bali kuitimiliza, kwenye mstari ule wa 17. Alafu mstari wa 20 anasema kwamba haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Na kuna vitu vingine vingi ambavyo alivikoti kutoka kwenye sheria au torati ya Musa ambavyo aliviongezea grade au alipandisha viwango, kwamba mmesikia usiue, lakini mimi nawaambia atakayemuonea hasira ndugu yake anastahili hukumu na vitu kama hivyo. Kingine anakipoint out Yesu, anasema mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Kwa kuna mambo kadhaa ambayo Yesu aliyatoa kwenye torati ya Musa alikuwa anasema nini, alafu yeye akapandisha viwango. Na nimekuambia mstari wa 20 anasema hakuja kuitangua torati bali kuitimiliza. Sasa nilikwambia mwanzoni kwamba hili linawezekana kwa wale tu walio ndani ya Kristo Yesu, kama ambavyo huyu kijana ameuliza swali. Sasa wasio nje ya Kristo Yesu, unawezaje kuishi maisha ya kuweza kuto kumtamani mwanamke ndani ya moyo wako? Kwa sababu kwa kufanya hivyo unakuwa umekwisha kuzini naye. Ukiwa nje ya Yesu, tegemea tu kwamba tamaa itaendelea kukusumbua. Lakini kiwango hichi Yesu anachokileta kinawezekana kwa watu walio ndani ya Kristo Yesu. Kwa nini? Kwenye Warumi nimekuonyesha Paulo anaandika, anasema kwamba kule kusema usiue, usizini kunakamilishwa na jambo moja tu, nalo ni nini? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa nini? Kwa sababu ukimpenda jirani yako huwezi ukataka kuzini naye, huwezi ukataka kumuua. Kwa hiyo upendo ndio kifungo cha ukamilifu, na ndicho alichokileta Yesu kinachoikamilisha torati. Kwa torati ya Musa yote inaweza kukamilishwa kwa mtu ambaye ndani yake limejaa pendo la kimungu. Anaweza kuwapenda watu wote. Kwa tafuta amri yoyote unayojua, sheria yoyote unayojua, kama mtu ndani yake limejaa pendo la Kristo, anasema, Biblia inasema anaweza akaitimiza torati yote. Kwa torati inakamilishwa katika neno moja linaitwa upendo. Kwa hiyo rafiki yangu, inawezekana kuto kumtamani mwanamke moyoni mwako ukafika kwenye viwango hivyo ambavyo Yesu anavisema usizini. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa unawapenda. Na ukiwaona mabinti utaona kama dada zako. Paulo anamwandikia Timotheo kwenye sura ile ya 5, anamwambia hivi, Timotheo wa kwanza sura ya 5 anamwambia, ukiwaona mabinti waone kama ndugu zako na uishi nao katika usafi wote. Kwa hiyo mtu aliyeamini, wadada wote ni dada zake. Hebu imagine wewe unaweza kumtamani dada yako mlizaliwa naye? Unaweza kumtamani mfano mama yako mzazi? Kwa kama tamaa haiwezi kuibuka ndani yako kwa kujua huyu ni mama yangu, kwa kujua huyu ni dada yangu, inatakiwa kuwa vivyo hivyo kwa wasichana wengine wote. Unaweza, na huo uwezo uko ndani yako, lakini hiyo inawezekana ukiwa ndani ya Yesu, ukiwa umeshiba pendo la Kristo ambalo linashughulika na tamaa yote. Ndio maana Yesu aliweza kukaa na makahaba. Hebu mpe jirani yako, mwambie rafiki yako pia aweze kuangalia video hii ajifunze mambo mazuri. God bless you.